Daniel chapitre 5. Ongeza hai kidogo. Daniel chapitre 5. Mungu akubariki. Tunaanzia kubende na tutamalizia kutrand. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Na wewe mwana wake Belshazzari, hukunyenyekea moyo wako hata ikiwa ulijua maneno haya yote, lakini ulinyanyua juu ya Bwana wa mbingu na wameleta vyombo vya nyumba yake mbele yako, nawe na wakubwa wako, wake wako na masuria wako, mumekunywa mvinyo ndani yao, nawe umesifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba, chuma, miti na mawe isiyoona wala kusikia wala kujua, na Mungu yule aliye na pumzi yako mkononi mwako, na njia zako zote ni zake, hukumtukuza haukumtukuza. Alafu kipande cha mkono kilitumwa toka kwake, na maandiko haya yameandikwa. Na haya ni maandiko yaliyoandikwa: mene tekeli ufarasini, mene tekeli ufarasini. Swali kinasema na peresi. Hii ni tafsiri ya neno hili mene. Mungu amehesabu ufalme wako na kumaliza. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, na Wamedi na Wapersi wamepewa. Kisha Belshaza akamuru wakavika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, na kuweka mkufu wa dhahabu kwa shingo lake. Wakatangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku ule ule Belshazzari mfalme wa Wakaldea aliuawa. Amen. Vitu vitakatifu kanisani. Historia ambayo tumesoma ni ya mtu mmoja katika Biblia aliyekuwa mfalme. Kisha baba yake anaitwa Belshazzar. Belshazzar alikuwa mfalme wa Babiloni kama kawaida. Kisha baba anayefuata ni mtoto. Sadi succession ilipashwa ifanyike sawa vile kawaida ya maisha, ni taratibu imewekwa. Na imetokea wakati baba yake alipokuwa mfalme, Biblia inasema ya kwamba kuna wakati waliingia Israeli, na katika nyumba ya Bwana, hekalu takatifu, wakachukua vyombo vya hekalu wakavileta wapi? Mpaka nyumba ya Nebukadneza. Alafu bikabaki kule. Kisha yeye kupita, mtoto wake na yeye akaanza kutawala. Biblia inasema ya kwamba Mungu akawapa utukufu, Mungu akawapa kuweza. Mwenye walipenda inua walimwinua, na mwenye walipenda shusha walimshusha. Mwenye walipenda wapatie nafasi aliipata. Sasa Sara ilikuwa mingi sana, waliona wanaikana kabisa, kila kitu kinajibeba. Biblia inasema ya kwamba mfalme ni Belshaza akaandaa karamu, akaita masuria wake, wanawake, akaita watu wake, anasema hivi, tukusanyike kwa karamu. Na walipokusanyika kwa karamu, wakakamata ile vitu ya Mungu
vile vitu ya nyumba ya Mungu. Sasa hivi tuko na karamu, twende tutwale viti ya kuvale, njole tutafanyisha karamu. Twende tutwale ile mabafu, vitu vitakatifu, bakavikamata bakavipeleka mpaka wapi? Mkaramu zao. Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wakikula, mkono ikatoka mbinguni kikanja na kidole yake kaandika kukibambazi. Tena Biblia inasema kidole kaandika pale kwenye tala iko naangaza juu kila mtu Belshazzari aone vizuri. Mkono kaandika mene tekeli na peresi. Maana yake mfalme Belshazzar, mene ufalme wako umepimwa kwa mzani, na hasa hivi imegawanyika na itapewa kwa Wamedi na Peresi. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu atujalie neema. Na hii imetokea wapi? Walipotumia vitu vya Mungu vibaya. Kumbuka somo letu, vitu vitakatifu. Na napenda niweke taratibu fulani kwa ajili ya vitu vitakatifu. Kuna watu wengi wamejilaani wenyewe bila kujua, na kuna watu wengi wakaingiza shida ndani ya vitu vyao kwa sababu hawakujua ni fasi gani wako wanachezea, wala ni kitu gani wako wanachezea, wala ni kumutu gani iko wanachezea. Nitaka niambie mtu mmoja asubuhi ya leo, haiko kila kitu ndio wanachezaka nayo, haiko kila mtu ndio wanachezaka naye, na haiko kila fasi ndio wanachezeaka. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. La mwisho mwiko karibu yako, mwambie usisinzie. Hii ni somo inatuhusu sisi sote. Bwana tujalie neema. Kama mfalme huyo anapata shida, ni kwa sababu hakujua vitu gani iko nachezesha. Ijapokuwa alijua jinsi baba yake alitembea na Mungu. Nilisema kuna wakati Belshazzar alitembea vibaya na Mungu, na Mungu akamsukuma mpori, kakula majani panda senta, akaota makucha sawa vile ya ndege, akakula majani sawa vile mbuzi. Miaka 7 iko porini. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Ambia bwaze yuko nyungu unachezea, na yuo mwanaweza chezea yako, na yuwa kenye unauza kitakatifu maana yake nini? Kitabu ya Yeremia, kianza kusoma kuile bila sema, Yeremia, nilikujua tangu ungali ndani ya tumbo ya mama yako, nikakutakasa na kukuweka wakfu. Kitakatifu kimewekwa tayari wakfu. Kitu kitakatifu ni kila kilichowekwa wakfu. Wakfu maana yake kilichowekwa kwa kazi fulani. Sasa Bwana amekitia pale kwa ajili ya kazi fulani. Napana mfano. Sehemu hii ambako ninakosimama kumewekwa wakfu kwa ajili ya kila mhubiri anapokuja kuhubiri asimame hapa na apane neno la Mungu. Kwa nini waimbaji hawakuimbi hapa? Kwa sababu hii nafasi si nafasi imewekwa kwa ajili ya nyimbo, lakini nafasi imewekwa kwa ajili ya kupana neno la Mungu. Napana mfano mwingine. Hizi maspika ambazo tuko nazo bafli zilitengenezwa ili kwamba zisaidie kutosha sauti. Bwana tusaidie sana. Nimeeleweka vizuri? Okay. Napanda mfano mwingine. Ile kitu umeikala yako, kazi yake ni kufanya nini? Ni kuikaliwa. Mterme mzuri ya kiroho, kila kitu kimewekwa wakfu kwa ajili ya kuikaliwa, na haiko kuikaliwa n'importe où wala n'importe ka wala n'importe comment. Bwana tusaidie sana. Niko hapa mreference biblique ipate kuwasaidia wengine.
kitu moja hapa nimeshangala mimi, mpaka nikaanza jiuliza, tunakamataka Mungu wae, tunamonaka ae, tuko mfamii, tuko mfamie hapo. Ambia kwa sasa tuko mfamii. Na minyambia wa uchafu wanafuliaka wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaenda sawa. Kitu cha kwanza kitakatifu. Nijianzie hapo. Msikose mali nianzia kwa vile vile. Mimi najianzia hapo, kitu cha kwanza kitakatifu. Kia kwanza kitakatifu. Kama uko naandika, mtumishi wa Mungu amewekwa wakfu. Amen. Mtumishi wa Mungu kuanzia kumchungaji ni vitu vitakatifu mbele ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Wamewekwa wakfu kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Wao wametakaswa na kuwekwa pembeni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Angalia sasa namna jinsi Mungu anavyokamata watumishi wake. Anasema hivi, wao ni kama vile mboni ya jicho langu. Ukiwagusa unanigusa mie Mungu. Sasa ukitaka ujiletee pressure, ukitaka ujiletee probleme, ukitaka ujipatie, njoo nini ile wanafanya. Kama mtu anataka kuenda anasema nini? Kama mtu anataka kuenda na kulaka nini anafanya? Reshima ya mwishe gusa kumtumishi wa Mungu. Haiko wote wanagusaka ako. Na haiko kila mtumishi ndio frappe. Kuna wengine Mungu amewaita na Bwana amewawekea mkono na macho yake inawatazama. Biblia inasema ya kwamba hawa ukiwagusa unamgusa Mungu mlicho. Bwana tusaidie sana. Amen. Wana uwezo ya kufanya renew na Mungu mbinguni na wanawaletea habari hii. Okay, hapo sasa niwapatie mfano wa Biblia, hapo mtapata kuelewa vizuri. Mtapata kuelewa vizuri. Kora, Datani na Abiramu wanamwinukia nani? Musa. Wasema nani mwalikufanyaka kuwa mfalme juu yetu? Nani alikufanya kuwa kiongozi juu yetu? Musa anawaambia na mimi sikujichagulaka. Yaani Kora, Datani na Abiramu wanainsiste. Alafu ikamchukiza Mungu mbinguni. Wakati wako wanashindana na Musa, ni kama vile wako wanagusa mlicho ya nani? Ya Musa. Alafu Mungu akasema, "Mbona basi ndawaamua. Acha nifungule kinywa ya udongo na iamue." Biblia inasema ya kwamba Mungu akafungula kinywa ya udongo. Kora, Datani na Abiramu na watu wote wenye walikuwa nyuma ya Kora, Datani na Abiramu wote wakaingia wapi? Mwa ile shimo. Mama, ukililia mtoto wako, mbona mtoto wangu anaenda na wewe una? Bwana Yesu atusaidie sana. Problem ni nini? Walikusa kumtumishi wa Mungu. Haujanielewa vizuri. Lakini kuna siku utaelewa mambo haya. Na kwa sababu somo letu ni ndefu, sitaki ni kuingiza hapa. Lakini ukitaka uingize balamu maisha yako, ukipenda maisha ya mtumishi wa Mungu au watumishi wa Mungu. Kwa watu wengine wanasema mbona vitu havitike hii siku? Mbona vitu vinakatala hii siku? Sufanya introspection, kumbuka ni maneno gani ulisema juu yake juzi. Bwana tusaidie sana. Amen. Tena kuna balasa vile mtu alishawahi kugombea, kisha unatoka unaenda msengenya. Mtu ameshawahi kukufungia, kisha unatoka unaanza ongea juu yake. Kuna wengine achia mtumishi wa Mungu yeye na Mungu banachoka kwenye watakutanana. Usianze shokipokipena maisha yao. Waache yeye ndo anachua gano yake yeye na Mungu. Unaweza mpatia makoreksio yeye. Binakuwa yeye. Bwana tusaidie sana. Amen. Sikala pale sana. Kitu cha pili kitakatifu. Kitu cha pili kitakatifu. Kipawa ambayo Mungu ameweka mkila mmoja wetu hapa. Mungu anaweka kitu kwa malengo fulani. Apocalypse 11:3. Tafadhali 3:11. Biblia inasema ya kwamba chunga sana ulicho nacho, asije mtu akakuibe taji lako. Bwana tusaidie sana. Na kwa ile taji yako, nisema hivi, kila mtu hapa ana kitu, na kila kitu alicho
aliitwa? Ni kwa nini uko hapa? Juu ya nini uko Mvale? Kwa nini umekutanika uko Mvale hapa? Uliza Bwazuku hapa juu ya nini? Ulikia rudisha watu nyuma, ulikia tukana watu. Bwana tusaidie sana. Wako wengine vile kanisani hawajua walifuata nini kanisani. Ukimuuliza kuna huduma gani mkanisa, hajui. Mwambie hata mtu aliweka kusatia kasema depuis tunaanzaka kitu wewe au yaanzaka kuibada ya asubuhi, mara na ujikaza uanze kuibada na uimalize. Bwana tusaidie sana. Benye wanaanza ibada Mungu awabariki. Amen. Na benye wanaimalizaka Mungu awabariki. Amen. Sawa? Alafu kia pili ninasema karama ya Bwana iliyo ndani yako ni kitu kitakatifu na kinatakiwa kuchungwa vizuri. Ukichunga karama mubaya, inaweza kuwa kontrafaktere juu yako, inaweza kuleta kinyume ya mubaya kwako. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen, amen. Mimi nasemanga hivi, ukimwona mtu ana karama, kweli karama iko, lakini maisha yake haiendelee, saa zingine umchunguze vizuri, kuna kasoro zinayala ndani yake na ametumia